Mkishaona mahali pa kujificha kichaka, umetafuta kichaka cha AGT urejesho, ukataka kujifichia hapo, Mungu akikuuliza uko wapi? Niko urejesho. Hapa kuna miba mwanangu. Muulize ndege au kunguru au uliza hata baadhi ya wadudu. Wanajua baadhi ya viota kwamba hivi viota huwezi kwenda kurukia ukasema nimepata kiota cha kujifichia. Kuna kiota cha tai, yeye anashona kiota kwa miba, tena yenye ncha kali iliyochongoka. Hahitaji uzembe hata kwa mwanaye mwenyewe, kwamba mwanangu nimekulea hapa, maana anatengeneza kiota kwa miba yenye ncha kali. Alafu tabia ya tai, anajipukuta manyoya yote, anajinyoa, anajibandikia pale juu kwenye ile miba, anafanya kama godoro. Akitulia pale, anataga mai pale. Ni kazi ya tai dume kuleta chakula na kumhudumia, mpaka akishaotoa manyoya yake anaanza kuota, na akaota watoto wanaanza kukua pale. Sasa anatakiwa awatoe huko juu ili awalete huku chini, wajue namna ya kupambana katika maisha, namna ya kujitegemea, namna ya kuishi maisha ya pasipo mama na baba. Wajue watoto wanasema, unajua mama hapa ni pazuri, cheki angalia palipo pazuri, tunakula miaka yote hapa. Taya anawaambia mjajua, mimi nina akili kuliko ninyi. Haleluya. Anaanza kutoa nyoya moja, anatoa nyoya moja moja. Akimaliza kutoa manyoya, kinachobaki chini ni miba. Afu naondoka. Akijua tu mpaka arudi na acheze mbali. Anajua tu hii itawachoma, watake wasitake watachomoka hapa. Amina. Amen. Mara nakwenda hivi, washangaa miba. Hii mama leo mbaya wewe. Mama katoka godoro. Oh, si mchungaji huyu ni mkali. Oh, mchungaji huyu anakenya hivi. Oh, mchungaji, hii ni miba ya kutengeneza umtegemee Yesu. Sio mafuta ya kumfanya umpende Yesu. Sio mchungaji kumpenda Yesu. Sio nabii kumpenda Yesu. Sio mitume. Lazima umpende Yesu mwenyewe kama alivyo. Amen. Amen. Lazima mje kujitegemea kumwamini Yesu. Sio kutegemea Yesu mwingine. Pakuna bandika picha Yesu wa Mungu huyu, Yesu wa mtumishi huyu. Achana mambo ya utoto hayo. Vuka level. Amen. Hapa kuna kiota cha tai. Amen. Ukipenda kukaa hapa, maana yake umelazimika kwenda mbinguni. Amen. Ila kama unalazimika kwenda mbinguni mwanangu, I'm telling you, hata wewe utakayefuatia kwa Sibuka TV, hata utakayefuatia kwa Radio Hope FM, sikiliza nikwambie, maisha ya kutegemea mchungaji ni maisha ya Agano la Kale. Amen. Maisha ya Agano Jipya tunapaswa kukiendea kiti cha Mungu cha rehema na kunyenyekea. Tukishanyenyekea, yeye ni mwaminifu na haki, atatusamehe, atatuondolea dhambi, na akishatuondolea dhambi atatusikiliza haja za mioyo yetu na atatutoa shida zetu. Mchungaji ni sehemu ya Mungu kukuletea baraka na kukuletea kukuunganisha na Mungu, lakini sio mtegemea mchungaji au nabii au mtume mpaka unasema mimi nina mtume wangu, kama watu wanavyosema nina daktari wangu wa meno, daktari wangu wa tumbo, tuna daktari wetu wa familia. Sikiliza, ukifanya mtume fulani daktari wenu, mtakuwa ninyi ndio vitega uchumi vya kumlisha na kumsomesha watoto wake huyo. Amen. Mpate Yesu aliye wa kwanza, aliye wa mwisho, atakusaidia katika ulimwengu huu na ule ujao. Makofi kwa Bwana Yesu aliye hai. Haleluya. Uko wapi? Nikutana na ushirika mmoja huko ndani, kavaa kimini mahali fulani. Nikasema Mungu wangu, kumbe paka kanisani tunawabana eti. Wakitoka nje sasa, afadhali imetoka. Hamna anayeniona, anatoa ile nguo yake ya juu ndani ana kimini, anaweka kwenye pochi, anatembea.
Na mimi sitaki unafiki. Eti nikuone nikupotezee na kufuata. Amen. Haleluya. Akashtuka. Shikamoo baba. Nikamwambia wewe na amani. Hali hizo nzuri. Afrika ondoka. Siku nyingine nikamfuma mwingine tena. Baada tu nikasema kumbe. Mmoja nikamkuta kanisa fulani la jirani. Anasali pale. Nguo aloivaa hapa hatuitaki. Pale kapokelewa nikasema okay, nimeshajua. Sikiliza nikwambie. Mchungaji wa kweli mwenye moyo wa kujenga hapendi upotee, hapendi uharibikiwe. Atakukemea, atakuchapa, atakuadhibu na atakurudi. Kama ukiona ukichapwa umeonewa, unakwenda kupotea mara mbili. Naizungumza, ajidhani haya amesimama na angalie asianguke. Haleluya. Ukijiona tu umesimama, angalia sana usianguka. Maana utakapokuwa umeanguka, utajaribia maisha mara mbili. Ninayozungumza haya ili akupe picha wewe kujua ipo siku mavumbini utarudi. Mhubiri 12:1. Mhubiri 12:1. Mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kabla vijenye siku zilizo mbaya wala vyakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kabla jua na nuru na mwezi na nyota vijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Siku ile walinzi wa nyumba watakaponitema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma, na kwa kuwa ni haba, na hawa wachunguliao madirishani kutiwa giza, na milango kufungwa katika njia kuu, na mtu kustuka kwa sauti ya ndege, nao binti za kuimba watapunguzwa, na wataogopa kilichoinuka, na vitisho vitakuwepo njiani, na mlozi zitachanua maua, na pazia litakuwa nzito kwake, na pilipili hoho itapasuka. Maana mtu aiendea nyumba yake ya milele, nao waombolezao wazunguka njiani. Ni Biblia nyingine. Kabla haija katika kamba ya fedha au kuvunjika bakuli la dhahabu, au mtungi kuvunjika kisimani, au gurudumu kuvunjika bilikani, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu. So mstari 12 nasemaje? Mstari 12 nasemaje hapo? Soma haraka. Mstari 12 hapo nasemaje? Nayo ndio. Mstari wa 7. Mstari wa 7 inasema nayo mavumbi kuirudia nchi. Ndio. Kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Amen. Nakwambia nayo mavumbi kurudia nchi kama yalivyokuwa, na roho itamrudia Muumba aliyeiumba. Sasa wakati huo haya mambo yanatendeka, wewe unarudije huko ambako Mungu alikutoa? Kwa maisha haya ambayo unaona kama tukikufokea, tukikukaripia, tunakuonea. Sikia nikwambie mwanangu, mimi nishakwambia tangu mwanzo, najua maana uchungaji. Alioniita ni mwaminifu. Aliniambia kuna hesabu siku ya mwisho. Kuna hesabu, kama kuna hesabu, na mimi sitakwenda uzembe. Mwanafunzi anasoma darasa la kwanza, anafanya mtihani, wanampima, ameelewa kidogo kwa mwaka mzima, yeye anaelewa. Sala la pili anaingia huyu. Mtihani wa 3, la 4, la 7, tunampima pale la 4 kuvuka la 5, unampima la 7 kwenda form 1. Akifeli pale imeishia pale.
Akitoboa form 1, form 2 kuna mtihani tena kuingia form 3. Akishindwa anabaki 2. Akifanikiwa anaendelea 3. Akifika 4 kuna mtihani mwingine wa kwenda form 6. Akifanikiwa anaendelea masomo form 6. Akifeli ndio baki imeisha pale. Akifanikiwa kwenda huko nako kuna mtihani wa chuo ambao sasa anapata certificate. Inaweza kuwa bachelor, inaweza kuwa nini kulingana na combination ambayo alionayo. Na baada ya kugraduate kule, cheti chake kinaonyesha huyu ni performance, hana sapu hata sapu, hana sapu. Yeye amepiga, ameelewa vizuri. Sasa huyu inatakiwa aajiriwe. Ndio unapata ajira. Bwana msaidie sana. Sasa wewe ukiletewa mtihani unakushinda. Ukikushinda tukisema rudia hutaki. Unakuacha. Inaumia sana kuona Watanzania na watu wa dunia hii jinsi ambavyo tumekuwa ni watu wa kumchukulia Mungu kama mjomba. Watu wanaigiza mpaka mtandaoni. Watu wanafanya mambo tafulani ambayo ana kichwa na miguu. Ifike wakati heshima ya madhabahu irudi, heshima ya Kristo irudi. Ifike wakati heshima ya wachungaji irudi, heshima ya watumishi wa Mungu irudi. Acha uzembe, acha dharau. Amen, amen, haleluya, haleluya tena, amen. Unayefuatilia tena, haleluya, amen. Sema kwa miguu yako, sema kwa miguu yako. Inawezekana ulikuwa unafuatilia ibada hii na wewe uko mahali hapa na ukuja okoka na unaona kabisa kwamba umeshama position na unatamani kurudi kwa Mungu, unatamani kutengeneza maisha yako na Mungu. Kama uko mahali hapo hujaokoka, unaweza kusogea mbele ili upate neema ya wokovu. Labda unafuatilia mtandaoni au utafuatia baadaye kwenye YouTube zetu. Aidha uko mahali hapo unafuatilia kwenye Pendo Nzuri ya Sibuka TV. Tafadhali, haujamwamini Yesu, weka mkono kifuani unifuatishe maneno haya ya baraka. Na baada ya hapo utakuwa umetengeneza maisha yako na utakuwa umeokoka. Na maisha yako yatakuwa yamebadilika. Utakuwa ni mtu sasa mwingine wa kumlaki Yesu mawinguni. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, naomba unisaidie. Unifanye niwe kama wewe utakavyo niwe. Bwana, ninakukaribisha sasa kwenye moyo wangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo hii ninamkataa shetani na mambo yake yote. Bwana Yesu, ninakupokea leo na kukubali wewe na mambo yako yote katika jina la Yesu. Kuanzia leo hii mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka. Bwana Yesu, najiweka mikononi mwako. Unilinde, unitunze na unifanye kusikia furaha ya wokovu wangu. Na siku moja nikitakaporejea mavumbini na roho yangu kurejea kwako, naomba unipe uzima wa milele na siku ya mwisho ukanifufue katika jina la Yesu. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu aliyonifuatilia ibada hii kwa njia ya Sibuka TV, kwa njia ya mtandao wa kijamii Facebook, Instagram, aidha na YouTube channel, na walioko hapo ibadani wote. Baba, naomba pokea roho zao, uwape maisha matakatifu na uwape maisha ya kuishi katika neema yako, na zaidi ya yote sana ukawape neema ya kukuishia wewe, na tuonane katika ufalme wa mbinguni. Asante kwa sababu Bwana ndio mpaji wa wokovu wetu, na wewe ndiye ambaye utakayetufufua siku ya mwisho.
Tujiweka mikononi. Roho za magonjwa na kemea, roho za madeni, roho za vifungo, roho za mateso katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Imeandikwa, akusamehe dhambi zako zote na akuponya magonjwa yako yote. Kwa kuwa Bwana amekusamehe dhambi zako zote, inatangaza na magonjwa yako Bwana amekuponya, Bwana amekuponya, Bwana amekuponya, Bwana amekuponya kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kufunguliwa. Kansa, UTI, figo, ini, presha, sukari, hama kwa jina la Yesu. Bawasiri, maumivu ya kichwa, maumivu ya tumbo, ewe roho ya utasa kwa jina la Yesu. Magonjwa, UTI, magonjwa yote kwa jina la Yesu. Pingiza mgongo kwa jina la Yesu. Ungana mara moja kwa damu ya mwanakondoo. Natamka ushuhuda kila mahali, ushuhuda kutoka kila mahali, hata wanaofuatia nchi za nje watatamka baraka juu yao. Miujiza kila mahali, miujiza kila mahali, miujiza kila mahali. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Kama kwenye ndoa, naona kwenye ndoa kuna mtu anasumbuliwa kwenye ndoa kwa swala la uzazi, natamka nguvu ya uzao iingie ndani yako kwa jina la Yesu. Bwana awape neema, Bwana awape neema. Majira kama haya ya mwezi wa 10 mwakani, Bwana awape mtoto katika nyumba yenu kwa jina la Yesu. Na kila ndoa yenye migogoro kwa jina la Yesu, natangaza pepo ya kufananisha ndoa, achia ndoa hiyo. Watu hawa wapatane, wawe salama, waishi kwa amani, kwa mapendano, ili watimize malengo ambayo Mungu umekusudia wawe pamoja katika jina la Yesu. Asante Mwamba uzima, hata kwa ambao wana ajira, natangaza akili na maarifa ndani yao Bwana, wakapata kujiajiri, na zaidi ya yote wafungulie milango ya ajira kwenye makampuni, kwenye mataasisi, kwenye serikalini, Bwana, hata taasisi za nje kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa, pokea muujiza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana inua kila mmoja, hata kwa watumishi, kwa wachungaji wenzangu, Bwana wape neema ya kufundisha kweli, wakijua kwamba saa imefika ya Yesu kurejea mara ya pili ili kuja kulichukua kanisa lake. Naam Bwana, Mungu utupe neema ya kuishia wewe, ili tukupende na tukulingane wewe. Baba, tupe kuliongoza kanisa lako katika mapenzi yako mazuri, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Mungu awabariki na kuzidi. Amen. Amen. Basi karibu praise, tukatoe matoleo yetu kwa ibada hii.